Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, popote pale ambapo unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia chaneli hii moja kwa moja, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ningependa kuchukua nafasi hii kabisa niweze kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya mimi pia ambaye ameweza kuendelea kunipa maelekezo kwa habari ya hizi siku za mwisho. Basi kwa dakika chache ninaomba nialike uwepo wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi, kwa maana yeye ndiye msaidizi na yeye ndiye awezaye kutuongoza na yeye ndiye atakaye kuwa mnenaji kupitia kinywa hichi. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine tena ambayo umetupatia mimi pamoja na huyu ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ili tuweze kufikisha ujumbe ambao umetupa kupitia mwongozo wa Roho wako Mtakatifu. Ninakualika Roho Mtakatifu ukaungane pamoja nasi. Ninakualika Roho Mtakatifu ukawe ndio mnenaji kwa kupitia kinywa hichi, ukinena, ukiongoza, ukinifundisha jinsi ya kunena na jinsi ya kutenda, ili kila mmoja atakapoenda kusikiliza ujumbe huu ukaweze kumfungua na ukaweze kumtoa sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Ninaomba kwa ajili ya mtazamaji huyu na msikilizaji huyu ukaweze kufungua pia akili zake na fahamu zake, na kama vile Yesu Mungu wa mbingu na nchi ulivyoweza kufungua moyo wa yule mwanamke Lydia akaweza kuyahifadhi maneno ambayo ulikuwa umeweka kinywani mwa mtumishi wako Paulo, kadhalika pia na mimi maneno uliyoyatia katika kinywa changu ninaomba ukafungue moyo wa huyu mama, afunguke moyo wake, afunguke huyu baba, afunguke huyu kijana, afunguke huyu mzee, ili akapate kuyahifadhi maneno yako sawasawa na ujumbe husika uliochukua kichwa cha somo, kama unavyosema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ya majira tuliyopo. Tumekuja kuelezea kwa habari ya uangamivu au namna ya maangamizo yanapowapata watu, hasa ya majira tuliyopo. Maangamizo yamekuwa ni mengi sana, magonjwa yamekuwa ni mengi sana, vita na matetesi ya vita, maangamizo yamekuwa mengi sana. Hali halisi ya gharama za maisha, hali halisi ya majira na nyakati tulizopo, watu wanasema ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini sivyo ambavyo Biblia inavyotueleza. Watu wanasema majira labda ya vuli, masika. Kwa baadhi ya mataifa yaliyokabiliana na ukame wanapata maangamizo baada ya kukosekana kwa chakula cha utoshelevu. Watu wengi wanaona kama ni majira yamebadilika. Lakini ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, wapo waliokusudiwa na Mungu wapate kujua ujumbe huu, ili angalau wapate kujua nini kinachojiri ulimwenguni. Iwe Mungu ndiye anayejua, ndo ameyaruhusu, lakini ni angalau basi usiwe gizani kama walio gizani, wasiojua hata kile ambacho mbingu inakitekeleza sasa hivi katika ulimwengu, kile ambacho Baba alisema na mwana ambaye ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo akakituma kwa kupitia malaika ili aweze kuja kumwonyesha Yohana mambo ambayo hayana budi kuwako upesi, na ndio majira haya tuliopo. Basi moja kwa moja ni vyema tu ukatega sikio lako ili ukaona kwamba maangamivu mengine ni kwa sababu watu wengi wamekosa maarifa ya majira tuliopo. Kwa hiyo kabla hatujaona uthibitisho wa kimaandiko kupitia kichwa cha somo husika, tujifunze nini maana ya maarifa. Ipo maana nyingi kuhusiana na maarifa, lakini leo tunaangalia ili neno, maana ya neno maarifa kwa upande wa Mungu. Kwa upande wa Mungu, maana kuna watu wanaweza wakawa wanaomba maarifa ya biashara yao, wakawaendea watu wawape maarifa
Lakini leo tunachoangalia mwenye kutoa maarifa, ambaye ndio chanzo ama yeye ndio anayetoa maarifa kwa kila mmoja kwa kile anachokifanya, ni Mungu peke yake. Kwa tuangalie maarifa ambayo katika hili neno maarifa, aliyepewa hii roho ya maarifa ili aweze kuimwaga kwetu ni Roho Mtakatifu. Kama kuna watu ambao ni wafuatiliaji wazuri wa Biblia takatifu, tutaona Biblia inatujuza kwamba Roho wa Mungu amejaa hekima, amejaa maarifa, amejaa uweza, amejaa roho kumcha Bwana. Kwa leo kuna watu wengi wanaangamia kwa kujikuta pia hawajampokea huyu Roho ili awape maarifa ya namna gani watende kwa wakati husika. Kwa hiyo tunaona maarifa ya Mungu ni neno la Mungu, kwamba neno la Mungu linasema nini kwa majira haya. Kwa hiyo tunaona kabisa neno la Mungu linatupa ujuzi au linatupa mwelekeo wa kile ambacho kinatokea sasa ulimwenguni, mambo gani yanayojiri au mambo gani yatakaojiri, ili tuweze kusimama, tuweze kushinda, sisi ambao tumekusudiwa, au we ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ili usiwe mmojawapo wa kuendelea kuangamia kwa kuwa wamekosa maarifa. Kwa hiyo tunachotaka leo, tumekuja kabisa ili tutoe maarifa, na sio tu maarifa, yaani maarifa ama neno la Mungu la majira tuliopo, neno la Mungu linalotupa ujuzi au linalotujulisha nini ambacho kinajiri katika ulimwengu huu sasa. Na nikueleze tu kwamba neno la Mungu linapokuja kwa majira, ujue kwamba lilikuwepo, ila unakuja wakati wa kulitimiza lile neno, na linaweza likawa jema ama likawa baya. Lakini lazima ujue kwamba, je, majira haya neno linalotakiwa litimizwe ulimwenguni sasa ni jema ama ni baya? Na kama ni jema utendeje? Na kama ni baya ushindeje ili usiangamie? Kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria ya ufalme wa Mungu, kinaelezea kinagaubaga kabisa neno ambalo limesimamia kichwa cha somo katika Hosea 4:6. Inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haijalishi kwamba ni neno la Mungu la utimilifu limekuja baya, au haijalishi limekuja jema. Basi lilingekuwa jema sasa hivi, tusingeona maangamivu yanayoendelea ulimwenguni sasa. Lakini basi tujue ni wakati wa kutimiliza lile neno ambalo manabii wa zamani waliyanena, kina Hosea, kina Yoeli, Yeremia, kina Isaya, Yohana. Kwa hiyo huu ndio wakati wa yale maneno yaliyokuwa yameandikwa kwa majira, neno la majira, ili mtu apate maarifa ya hili neno la majira, ili asije kuangamia. Kwa Bwana anasema ni kukosa tu maarifa. Na hapa anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Leo nataka tu niongelee, linaelezea kwa upana, lakini leo tutakuwa na kipengele cha kwanza, na inavyompendeza Mungu tutakuja tena kipengele cha pili, Mungu anaposema kwa kuwa umekataa maarifa. Tutakuja kuona
namna gani kipengele cha pili kitakavyokuwa kina kichwa cha somo cha kipengele cha pili kitasimamia, kwa kuwa umekataa maarifa, naye Bwana atakukataa. Lakini leo kipengele ninachokiongelea ambacho ni sura ya kwanza ya somo letu inasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ya majira au maarifa ya neno la majira tuliyopo. Kwa watu wanaangamia kwa kukosa maarifa ya hilo neno linapokuja, tutendeje ili tusiangamie. Kwa hiyo tunaona kipengele cha kwanza kupitia andiko hili kinatujuza kuwa watu huangamia kwa kukosa maarifa, hasa maarifa ya neno la Mungu, hasa maarifa ya neno la Mungu kwa haya majira au kwa haya majira ya hizi siku za mwisho. Kwa watu wanakosa neno la maarifa kwa haya majira ya siku za mwisho. Na tunaposema wanakosa, si kwamba Mungu hatoi au si kwamba Mungu haelekezi, bali wapo watumishi wa Mungu kadha wa kadha ambao Mungu amewafunulia neno hili la maarifa la majira tuliopo, lakini wengi wasitake kuwasikiliza. Ndio nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Yaani ni kukosa kwa sababu wengine pia hata kama limekuja hawalitaki, na kuna wengine wanaangamia kwa sababu watumishi wa Mungu hawajaweza pia nao kukaa vizuri na Mungu ili awape neno la maarifa ya majira tuliopo, ili wayatoe kwa washirika wao ama walitoe kwa waumini wao, ili wasije wakaangamia. Na hata kama kuna maangamizo, Mungu anataka kulitoa neno hili hata kama ni baya, ili tujue sisi tuliolipata tutendeje kulingana na neno linavyosema, kulingana na neno la majira tuliopo. Kwa hiyo tunaona kwamba Bwana anasema kwa kuwa anatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa, kwamba utaona baadhi ya wachungaji wengine wako bize na ujasiriamali. Watu wengine unakuta baadhi ya wachungaji wako bize na mipira. Kwa hiyo ni saa ngapi utatulia ili Mungu akupe neno la maarifa ya majira tuliopo, ili ukawape watu neno linaloendana na majira tuliopo? Kwa sababu au kwa namna ipi, hata mtu anapokuwa anahitaji matunda, sio kila matunda yana kuwepo tu kila wakati. Huwa kuna majira au kuna msimu, kwamba huu unawezekana ukawa ni msimu wa matunda machungwa, ama inawezekana ikawa ni msimu wa matunda mananasi, au inaweza ikawa ni msimu wa matunda ya papai au fenesi, au ikatokea ni msimu wa matunda ya ili tunda kama apple. Lakini sasa unapokuwa unaleta tunda la nje ya msimu, moja kwa moja lile tunda la nje ya msimu pia halina hata virutubisho vinavyotakikana. Na hata kama kuna mtu anataka apate ladha ya lile tunda, hawezi kupata ladha ya lile tunda, kwa sababu lile tunda sio la msimu au sio la majira yake. Kwa ili watu nao wajue majira, ili watu nao wapate kujua neno la Mungu linatuambia nini sasa, lazima wachungaji waweze kuwa karibu zaidi na Mungu. Tumsogelee Mungu, tumuulize Mungu, hebu tunaomba tuambie neno la majira haya,
Au tuambie nini ni neno gani tulisimamie linaloendana na majira haya, ili tusije tukaangamia. Kwa tunapokuta sasa hatumuoji Mungu hayo, ndio nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Sio kwamba Mungu hataki kuyatoa. Au kuna mtu mwingine kabisa anajikuta anafundisha nje ya neno la majira. Kwa Mungu anasema watu lazima waangamie, kwa maana hawako kulingana na neno linalozungumziwa kwa huo wakati. Kwa tunaona kwani hata maandiko pia matakatifu yanatujuza hivi, kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria ufalme cha Mhubiri. Ukimsoma Mhubiri 3, huu Mhubiri naye anatuelezea kwamba kuna kila kusudi kuna kila jambo chini ya jua na kila kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kung'oa yale uliyoyapanda. Kuna wakati wa kucheza na kuna wakati wa kutokucheza. Na ukisoma mstari wa hii Mhubiri 3 mstari wa 4 unatuelezea kabisa kwamba kuna wakati wa kilio na kuna wakati wa maombolezo. Sasa watumishi wa Mungu mnayefuatilia, ama ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, na wewe pia ni mmojawapo wa watumishi, maana kila kitu ni kitumishi cha Mungu duniani. Je, unajua majira ni majira gani? Unajua katika uthibitisho wa andiko hili la Mhubiri kwamba kuna kila jambo chini ya jua na kila kusudi lililokusudiwa chini ya mbingu, kwamba iwe ni baya ama jema, kuna neno limekusudiwa litimizwe kwa majira haya. Unajua ni neno gani? Basi moja kwa moja kuna watu ambao Mungu amekusudia asiwaangamize, na yamkini ukiwa wewe mmojawapo, ndugu mtazamaji ama ndugu msikilizaji, na hasa wewe unayekuwa ukifuatilia vipindi hivi mara kwa mara, leo moja kwa moja nitakuletea neno kwa mwendelezo wa kipindi hichi. Nitakuletea neno ambalo limekusudiwa kwa majira haya tuliopo katika ulimwengu wote. Kwa hiyo na ndipo utakapojua kwamba Mhubiri 3 inasema kuna kila jambo chini ya jua na kila kusudi lililokusudiwa hapa chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa hiyo lazima watu wajue sasa ni neno gani la wakati linalotakiwa litoke sasa, ni neno gani linaloendana na wakati tuliopo, ili tujue tutendeje kulingana na neno la majira. Kwa nasema hapa alikuwa anamaanisha kwa huu Mhubiri 3:4 alikuwa anamaanisha kuwa kwa kila majira kuna neno linalotakiwa litokee au linalotakiwa litimizwe, ambalo hili neno linawapa watu maarifa ama ujuzi wa namna gani watende, na hilo neno lazima liwe linaendana na huo uhitaji wa watu kwa huo wakati. Hilo neno lazima liendane na uhitaji wa majira au linaloendana na uhitaji wa watu kwa huo wakati. Mtu anapokuwa labda kwa mfano anataka ajue kwa nini watu wanasema majira yamebadilika, ukiwa na maswali hayo, lazima upate neno linaloendana na majira ama linaloendana na swali unalojiuliza kwa hayo majira. Kwa hiyo moja kwa moja ingekuwa ni wewe
ndugu mtazamaji unayenisikiliza, ningekuambia tu Mungu anathibitisha kwamba si kwamba yeye amebadilika ama yeye ni kigeugeu. Yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Lakini Yeremia 5:25 inasema maovu yenu na dhambi zenu ndo zimegeuza haya. Hapo nakuwa nimempa mtu jibu linaloendana na maswali yanayojiuliza kwa huo wakati. Kama sasa hivi watu wanavyojiuliza, kwa nini ukame unayapata mabara ya Afrika na baadhi ya mabara mengine ya Ulaya? Kwa lazima uambie kwamba maovu yenu yamegeuza haya na yamegeuza majira, na dhambi zenu zimezuilia mema msipate. Kwa mtu anajua kumbe tunaangamia kwa sababu maovu yetu ndio yamepelekea tuzuiliwe mema. Kwa watu wakishajua kwamba kumbe kuna zuio limewekwa kwa ajili ya maangamizo yetu, basi tumuombe ili Mungu aondoe lile zuio, tupate mvua ya utoshelevu. Tuliona namna gani ndugu zetu baadhi ya maeneo mengine Tanzania yamekabiliana na ukame, wamepanda mahindi hawakuvuna kama Morogoro. Tunaona ndugu zetu wa Somalia, tunaona ndugu zetu wa Kenya, tunaona namna gani ambavyo mataifa Ulaya, lakini tulijikuta tumeona magonjwa kama COVID na yalikuja na ujumbe wa watu kunawa lakini watu wasijue neno hilo. Ugonjwa ulikuja kama sehemu ya ujumbe kwamba na jitakaseni. Kwa watu wengi waliangamia wakitakasa mwili, wakitakasa mikono. Ndio maana Mungu akawaambia Mafarisayo na Masadukayo wanafiki, kwa nini mnaosha nje ya kikombe wakati ndani ni pachafu? Kwa watu wengi walijikuta wanajua maambukizi ya COVID ambayo ni Biblia inasema ni tauni, kwamba yalikuwa labda yanashambulia nje. Si kweli. Magonjwa haya yaliruhusiwa na Mungu yakawa yanashambulia sehemu ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo yalikuwa ndani. Kwa hiyo moja kwa moja tungetakiwa tutibu ndani, lakini Mungu akanambia tiba yao ilikwepo ni utakaso, ni toba. Maana damu yake ilimwagika msalabani kwa kusudio la ondoleo la dhambi, na sio tu kusudio la ondoleo la dhambi, hata kusudio la ondoleo la magonjwa yaliyokuwa yakishambulia mapafu. Ndio maana watu wengi mliangamia kwa kukosa maarifa. Na nilitoa sana huo ujumbe kwenye mtandao wa kijamii, wengi walipinga, lakini wasijue kwamba Mungu anampa mtu mmoja neno la maarifa ili watu wasiangamie. Kasema chanzo cha kumalizika kwa COVID ni 1, 2, 3. Rudi kwenye vipindi nilivyotoa sasa hivi, ni vipindi vingi sana 2000, kwa utarudi chini sana huko. Kwa tunaona kwamba ni kwa kiwango gani watu wameangamia kwa kukosa maarifa ya neno la majira tuliopo. Na hapa tumejifunza kuwa kila neno lenye pumzi, kila neno lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa mafundisho. Kwa neno la Mungu linaweza likawa limekuja kama sehemu ya mafundisho kwa huu wakati, ili watu wengine waepukane. Kama uliponea kwenye COVID, maana Mungu ameniambia ameachilia hukumu 4 duniani kwa mujibu wa kifungu kile cha Ezekieli bila kukosea 14, kwenye 14:21 ameachilia hukumu 4: upanga, njaa, tauni, wanyama wakali. Hii upanga imebeba majumuisho ya vita na matetesi ya vita. Huu upanga umebeba majumuisho pia ya upepo ambao ni vimbunga wanadamu wanavyovinena. Hii ni moja ya mioto inayoendelea kuwaka katika maeneo mbalimbali Afrika na nje ya Afrika. Hiyo ni moja. Sasa watu wakipata neno la mafundisho watajua kumbe maovu yetu ndio yanapelekea tuangamie. Basi tuingie kwenye kumwomba Mungu msamaha.
kumwomba Mungu toba, kumwomba Mungu rehema, ili afanye nini? Ili aweze kutulinda, hata kama ni neno lililokusudiwa. Maana kuna siku amenifundisha akanambia, mimi yule ambaye atakaye tii sauti yangu na akayafata maandiko yangu na sheria zangu, sitamzuru kwa dhara lolote. Na akasema ataangamiza dunia, lakini sio kabisa, kwamba akiangamiza kabisa, basi hata sisi tunaopata ujumbe huu na tukaanza kutendea kazi kwa kujua neno la majira linatupa ujuzi wa nini tutendeje, basi inakuwa Mungu anakuwa ni kama hajatenda hapo haki. Lakini kwa kuwa Mungu ni mtenda haki, anatuletea ili tusiangamie au tusifutiliwe mbali kama mataifa mengine ambavyo yatafutiliwa mbali. Sio yamefutiliwa, yani mambo tunayoyaona, mapigano, magonjwa, yani ni bado inakuja dhiki kuu, ambayo ni moja ya neno la Mungu la majira na nyakati tuliopo linalotakiwa litimie. Ukiwa, ndio maana nilitoa somo pia, ukinifuatilia vizuri, kuna somo nimelitoa linasema ukiwa uliokusudiwa kwenye hizi channel pia nimeweza kutoa kwenye channel yangu Yerusalemu TV, na nilitoa kwa muda kama miaka 3 imepita, na Mungu amenirudisha tena nikatoa kwenye channel moja ambao pia inatoa shuhuda mbalimbali hapa Tanzania, inaitwa Promova TV. Nikaelezewa kwa habari ya namna ukiwa uliokusudiwa, maanake ni neno la majira na nyakati tuliopo limekusudiwa. Na hivyo tunaona ili tusiwe ukiwa na mataifa kama Afrika, tusikabiliane na ukiwa. Kwa hiyo watu wa taifa hilo wakisikia wakatubu, ina maana kuna taifa litaepukana na maafa. Na ndipo pia nitakuja kuelezea kwamba yapo maono ambao mataifa mengi kama Ulaya watakimbia kulingana na maangamivu ambayo nimeweza kudhihirishiwa kwamba yatafanyika katika hayo mataifa. Na maangamizo yatakayotokea, wengi watajikuta baadhi yao wanakimbilia katika mataifa ya Afrika na ikiwemo Tanzania, hasa ikiwemo Tanzania. Na itakuwemo Tanzania kwa sababu Tanzania angalau kuna chembe chembe ya hofu ya Mungu ndani ya watu. Kwa hiyo wewe uliye wa taifa linginelo, na ninapozungumzia taifa la Tanzania, si kwamba kuna wengine hawataangamia Tanzania, wapo, lakini kutakuwa na kaneema fulani, kwa sababu kuna baadhi ya wengine wamepokea maneno hili la maarifa. Kwa hata wewe uliye Kenya, uliye Uganda, uliye South Africa, uliye Sweden, uliye Marekani, uliye popote, upatapo ujumbe huu, tambua kwamba Mungu naye anakusudi na wewe akulinde. Na hata kama akitokea mabaya katika mataifa haya mbali ulipo, ni maombi yangu kwamba Mungu akupe mwelekeo, ni taifa gani ukimbilie lililo salama, ili uweze kuhifadhi nafsi yako. Na ukihifadhi, ujue ni Mungu ametaka akuhifadhi, asikuangamize kama waliokosa maarifa. Naamini kabisa hapo umeitika kwa kusema amina. Sasa tumejifunza kuwa kila neno lenye pumzi ya Bwana yafaa kwa mafundisho. Tunajifunza kuwa kila neno la maarifa lina wakati lililokusudiwa litimizwe, liwe ni baya ama ni jema. Kwa hiyo tunaona maangamizo mengi yanaipata dunia kwa sasa kwa sababu ya kukosa neno la maarifa yaliyojaa ujuzi wa Mungu, au yaliyojaa maelekezi au maelekezo ya nini tutende kwa huo wakati ili tusiangamie. Maana tukijua tu, tutatambua kwamba neno la majira haya linasema hivi, na ni nini tutende ili tuweze kuhifadhiwa kuwa salama. Ndio maana ukitoka sasa hivi ukawauliza watu, na nimetoka mara nyingi,
baadhi ya maeneo na maeneo, na wauliza watu, hebu niambie, haya ni majira gani? Na je, neno la Mungu la majira haya linataka tutende nini? Watu wanatoa macho. Nikasema watu wengi ni watafiti wa kujua majira ya kiangazi. Watu wengi ni watafiti wa kujua majira haya ni ya kipupwe. Watu wengi ni watafiti wanajua majira ya baridi, na wanapokuwa wajua majira ya baridi wanajiandaa yamkini kwa mablangeti, kwa masweta, ili wasikabiliane na athari inayotokea kupitia baridi, au athari inayopitia kupitia joto likizidi. Kwa wengine wanajiandaa kabisa, kama ni kuhama huko Ulaya wanatafuta nchi, lakini wanajiandaa. Lakini neno la majira haya watu hawana. Kwa hiyo watu si watafiti kuuliza neno la majira haya la Mungu linatuelezaje, ili tujiandaaje. Je, kwa toba? Je, tujiandae kwa kuomba msamaha? Na ndicho ninachokinena sasa, maana usalama wangu mimi na wewe kwa kile ambacho Mungu anataka kukitimiza duniani kwa neno lake, usalama wetu ni toba na rehema, kama vile Lutu, kama vile Nuhu alipoambiwa jenga safina ili usije ukaangamie. Hakukataa yale maarifa aliyopewa ya namna gani atengeneze safina, hakukataa. Na alipopokea yale maarifa ya neno la majira ambayo Mungu alikuwa anataka atimize kwa kugarikisha ulimwengu kwa gharika, Nuhu ilitokea akajua nini atendeje kulingana na neno la maarifa, au kulingana na ujuzi wa neno la Mungu lilivyokuja kwake. Ndipo akatengeneza safina kwa mti wa mvinje, na alipoikamilisha ile safina alikuwa akijaribu kuongea na watu wengi, kama tunavyopaza sauti kuongea na wewe, akiwaambia jamani, tengenezeni safina, kuna gharika inakuja, tengenezeni safina, kuna mabaya yanakuja. Watu wakaona mzee huyu anachanganyikiwa. Tena basi watu wakiniona nimevaa na hili gunia wanasema huyu dada kachanganyikiwa, wakajikuta wanasema mzee huyu anazeeka vibaya. Wengine wanaweza wakazungumza wakasema yamkini anatafuta kiki, yamkini anatafuta atoke vipi kuvaa gunia hilo ili tushtuke. Lakini nataka nikuambie, limebeba hali ya maangamizo yatakao wakuta watu, na watalia kwa mfano hili vazi nilovaa. Kwa mzee Nuhu aliyefanikisha kusema nao, walimpuuza wengi, kama unavyolipuuza hili neno la maarifa la majira na nyakati tuliopo. Wakampuuza. Unaambiwa familia yake peke yake, na ilikuwa ni familia ya watu 8, wakiwa ni mtu na wakweze, ndo waliweza kuingia katika safina. Ndio waliweza kuingia katika safina, na wakati wa mvua zilikuwa zikinyesha kidogo kidogo, wakati anatengeneza, watu wanacheka, ona anatengeneza mpaka leo, alichotuambia mbona aliyotutabiria au aliyetuambia Mungu amemjuza, mbona mpaka sasa hatujayaona, mbona mpaka sasa hajatokea, mbona sasa. Safina, Mungu alikuwa anasubiri safina yake kamilike. Na wakati huo zilikuwa zinanyesha kidogo, kama tunavyoona vita vinavyoendelea kati ya Urusi, Ukraine, Israeli pale, kidogo kidogo, kama tunavyoona magonjwa na hali ya gharama za maisha, mafuta kama petroli kupotea ama kupatikana kwa shida kidogo kidogo, namna ambavyo tunaona vuli na masika zinapokuwa zinanyesha kwa kusuasua kwa chini ya wastani wa kiwango cha mvua tunazozitaka kidogo kidogo, mwishowe kutakuwa ukiwa kabisa. Yani ndipo wale waliokuwa wameingia ndani ya safina ya Nuhu, ulipofika ule wakati sasa, Mungu anakwambia Nuhu, nilikupa muda wa matengenezo wa kutengeneza safina. Ndivyo Mtanzania, ndivyo Mkenya, ndivyo we Mganda, ndivyo we mtu wa Zaire, ndivyo we mtu wa Kongo, ndivyo we mtu wa
Sweden, ndivyo wewe mtu wa Marekani, ndivyo wewe mtu wa China, Japani na popote pale. Mungu amekupa muda wa matengenezo. Wakati ule Nuhu alipewa matengenezo ya safina, mimi nimesema matengenezo ya toba, matengenezo ya kuomba rehema, ya kuomba msamaha. Tengeneza na Mungu wako ulipoharibu. Hata Hezekia, Isaya akamtokea akamwambia, Bwana amesema utakufa. Tengeneza mambo yako ya nyumbani mwako. Hezekia akamgeukia Mungu kutani, akaanza kulia akimkumbusha Mungu, kumbuka wewe. Kama Hezekia alikuwa na cha kumkumbusha Mungu kwamba nilifanya hivi kwako, nilikutumikia kwa fedha zangu, nilikutumikia kwa magari yangu kwenye kazi ya huduma yako, nilikutumikia Mungu kwa sauti yangu, nikakuimbia, nikakuhubiria. Hezekia alikuwa na cha kusema. Wewe una nini cha kusema? Una nini cha kusema katika sehemu ya mali zako? Umemtumikia Mungu, hata ikitokea anakuambia sasa hivi unaangamia, hata urejee umkumbushe, utamkumbusha nini? Maana hata Kornelio ilitokea ametoa sadaka zake, ikawa ukumbusho mbele za Mungu. Mungu atakukumbuka kwa kipi ili asikuangamize? Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, atakukumbuka kwa kipi? Ndipo watu safina ya Nuhu waliingia watu 8, na walipoingia watu 8 gharika ikavuma. Kama navyoona ukiwa utakuwa mkubwa, hali ya dhiki kuu, magonjwa, shida za kila namna zitakazoikabili dunia. Na ndipo watu watakumbuka, kuna dada mmoja kama walivyomkumbuka Nuhu, wanakuja kugonga, tufungulie mlango. Akasema ulipewa muda wa kuja kutengeneza safina, kutengeneza na Mungu kwa toba, ukapuuza, ukaendelea na mipira, ukaendelea na disco, ukaendelea na biashara zako bize, ukaendelea na uzinzi, ukaendelea na washerati, ukaendelea na kiburi, ukaendelea na jeuri, ukaendelea na uchafu wa kila namna. Hata siku Nuhu anaingia safinani watu wasijue, na hata waliokuja kujikuta wanajua, wakakuta wamekumbuka shuka, kumekucha. Kufika anaambia tufungulie, anasema aliyenipa maelekezo ya kujenga na kuweka mlango ndiye aliyefunga. Soma maandiko. Yesu Kristo mwenyewe ndo alifunga ule mlango. Na ndivyo ambavyo mataifa mengi yanavyo watumishi mbalimbali katika mikoa mbalimbali na mataifa mbalimbali wanavyopaza sauti, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni, kwa maana yuaja Yesu Kristo na ujira mkononi kumlipa mtu sawasawa na matendo yake yalivyo. Mnawapuuza. Mwishowe ndo mnakuja kugonga, Baba tunaomba rehema, Baba tunaomba msamaha, tumekuwa wakaidi, tumekataa kusikia sauti yako, tumekataa kukufuata, tumevunja sheria zako, tumevunja agano la milele. Unakuja kukumbuka mwishoni. Manake hata neno la toba, hata neno la toba lina majira yake. Majira ya toba, majira ya kujitakasa na kujisafisha yakipita, hata uombe toba, hata useme niko tayari nitoe na fedha zangu ili niweze kumshawishi Mungu kwamba leo nakutumikia, itakuwa ni bure. Maana majira ya toba yanakuwa yamefungwa, majira ya kujitakasa yanakuwa yamefungwa. Na unaposema mtumishi niombe, mtumishi ana nini cha kukuombea? Maanake mlango wa toba ukishafungwa kupitia ufunguo wa neno la Mungu, Mungu akafunga yeye mwenyewe, hata mchungaji akikuombea ile toba haifiki popote mbele za Mungu. Maanake yeye ndo anakuwa amefunga ukurasa kama alivyofunga na kuasa. Angalia, maangamizo yanakuja. Na hata kama unasema umekosa maarifa, sasa pokea maarifa haya leo kwa jina la Yesu. Pokea maarifa ya neno linaloendana na muda na majira tuliopo. Sasa ndio maana ukitoka sasa hivi ukawauliza tu watu majira haya au neno gani la majira haya ili tupate kulitenda, hawajui. Ndio maana wanaangamia pamoja na wachungaji wao kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria cha Mathayo 24. Mathayo 24 na ule mstari wa 45 mpaka 51 nitasoma.
inasema hivi, ni nani basi yule mtumwa? Maana watumishi wa Mungu ni watumwa wa Kristo. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Mungu anataka watumishi waaminifu wenye akili ya kujua nini? Kumuuliza Mungu na kujua majira na nyakati na neno gani la kusimama kulingana na majira na nyakati. Kwa anasema ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Maana Mungu ndiye aliwaweka watumishi juu ya nyumba hizo za kukutanikia, awape watu chakula kwa wakati wake, awape watu neno. Neno la Mungu ni chakula. Soma maandiko, hichi ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama vile baba zetu walivyokula mana jangwani wakafa. Kwa neno la Mungu ni chakula. Kwa anasema sio kila chakula unampa mtu, lazima kuna chakula cha msimu, kuna chakula cha majira. Ndio hili neno sasa anasema nani atakayewapa watu chakula kuendana na wakati wake. Sasa tuangalie, kwa sababu wachungaji wamekosa neno la maarifa la kuwapa watu kulingana na wakati wake, tuone namna gani watakavyoangamia pamoja na makundi yao. Baadhi ya kondoo zao na wengine ni mbuzi wako ndani ya nyumba za ibada. Anasema Bwana anasema, heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Akiwapa nini? Neno linaloendana na majira yake. La kwanza nimesema toba. Toba. Hata Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema watu tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na umesikia kwamba Yesu anakuja, Yesu anakuja. Sasa utampokeaje bwana harusi ukiwa mchafu? Ndio maana tunaambiwa toba ni moja ya kujiandaa na kuwa safi kwa ajili ya kumpokea bwana harusi. Na hapa tunaona anasema heri, maanake kuna baraka kwa mtumwa yule ambaye Bwana atamkuta. Kumbe Mungu anataka watumishi wake awakute, kama wako masokoni awakute wanahubiri, kama wako mastendi awakute wanahubiri, kama kwenye nyumba za ibada awakute wanahubiri, kama ni kwenye maeneo ya wanaozunguka ya magereza awakute wanahubiri. Na anasemaje? Amini nawaambia, huyu mtumishi atakayemkuta atamweka juu ya vitu vyake vyote. Ni maombi yangu Mungu kitokea amekukuta unawahubiria watu kwa habari ya toba, kwa habari ya kuacha maovu mapambo, kwa ajili ya kuacha pombe na sigara, hakika Mungu akuweke juu ya mambo yake yote. Lakini leo watu wanahubiri kwa habari ya namna gani watu wafanikiwe, namna gani watu waendeshe biashara zao. Lakini nataka nikuambie, sicho ambacho kinatakiwa kuwa ni kipaumbele zaidi ya toba, zaidi ya matengenezo. Na anasema amini nawaambia, atamweka huyu mtumishi juu ya mambo yake, juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule ambaye ni mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu kwanza anakawia, yani anachelewa kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku usiyodhani na saa siyojua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki, na ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Hiyo pia ni moja ya maangamizo kwa watumishi haya. Wakati napoelekea kwenda kuhitimisha, haya ni majira ya kile kitabu. Pia nilitoka kukueleza kwamba nitakwambia pia kwa nini tunaambiwa tutubu au tukae safi. Haya pia ni majira ya kile kitabu kilichokuwa kimefungwa, kile kitabu kilichokuwa kimefungwa ndani na nje na kimetiwa mihuri yake 7. Hayo ni maneno ya Mungu yaliyokuwa yamefungwa kwa kusubiri huu wakati sasa yamepatwa kufunguliwa ili yatekelezwe au ili yatekeleze yaliyoandikwa ndani yake. Sasa haya yaliyokuwa yameandikwa ndani ya hichi ya kile kitabu kilichokuwa kimefunguliwa, tunaona kwamba kifungu hichi cha sheria cha Ufunuo 5 mstari wa 1 kinaelezea namna ambavyo kile kitabu kilichokuwa kimefungwa. Na napokuambia kwamba kimefunguliwa na yale maneno yaliyokuwa yamefungwa yanaanza kutekelezwa sasa, na ndo yanaanza kutimiza kama sehemu ya maangamizo, utaona kwa mujibu wa kifungu hichi.
nitakavyokueleza yalikuwa yameandikwa nini ndani na nje. Kwa anasema kisha nikaona katika mkono wa kuume, huyu ni Yohana akiwa ameona katika maono, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri yake 7. Maanake ni hili neno la Mungu, ni hii Biblia ilikuwa imefungwa. Maanake usipokuja wakati wa Mungu kukusudia kukufungulia hii Biblia ama kukufungulia kwa habari ya nini kimefungwa kwenye maandiko ya Hezekia, ya Danieli, ya Ufunuo wa Yohana, yani itakuwa ni bure kwako, na utasoma Biblia utaiona kama ni gazeti. Kwa nimepata neema, ama watu wengine baadhi yao pia wanaokuwa wakieneza Injili nao kwa sehemu wamepata neema, kwa sababu Biblia inasema na wale manabii wake watafunuliwa siri. Kwa hii ni siri ambayo ilikuwa imefichwa kwa kile kitabu chenye muhuri yake 7 chapata kufunuliwa. Na ni kweli ukisoma utaona kwamba aliyeweza kukifunua ni Bwana wetu Yesu Kristo peke yake, lakini baada ya kukifunua lazima atafute mtu mmoja wapo wa kumfunulia. Na moja kwa moja ninapokufunulia ujue Mungu amenipa neema, amenifunulia siri ya kile kitabu cha muhuri 7. Na kile kitabu kilichokuwa kina muhuri 7 kimefungwa ndani na nje, yaliyokuwa yameandikwa nitakusomea ni nini? Nitakusomea ni nini? Na nimeshaielezea sana kwenye YouTube. Nimeelezea mwanakondoo apata kuzifungua moja zile mihuri zake 7. Ukifuatilia mtiririko wa somo hilo, ukiandika tu mwanakondoo apata kuzifungua moja zile muhuri 7, utaona sio moja, nimeorozesha muhuri zote 7. Nini kilichokuwa kimeandikwa? Sasa unaona hapa anasema kilichokuwa kimefungwa ndani na nje. Tuone yaliyokuwa yameandikwa kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria cha Ezekieli 2:9-10. Ezekieli 2:9-10 nasema, nami nilipotazama mkono ulinyooshwa kunielekea, ambao ni wa Mungu, na tazama gombo la chuo. Ili neno la Mungu linaitwa gombo. Gombo la chuo lilikuwa ndani yake, akalikunjua. Maanake Mungu sasa akaliamua kulifungua mbele yangu, akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake alikuwa ameandikwa maombolezo na vilio na ole. Sasa kuna mtu ananiambia kwamba je, huu ni ule wakati wa majira ya maombolezo na vilio na ole? Na kuambia ndio. Manake yale yaliyokuwa yameandikwa muhuri wa kwanza, muhuri wa pili, ni kwa habari, utaona kwamba tazama akatokea farasi. Hii naelezea kwa kifupi, lakini ukienda vizuri nimetoa ujumbe huo kama takribani miaka 2-3 imeshapita, 2-3. Mwanakondoo apata kuzifungua moja ya zile mihuri zake 7. Sasa alipofungua muhuri wa pili, ulikuwa muhuri wa kwanza nitakuja kukuelezea, lakini nataka nikuelezee muhuri wa pili. Maana muhuri wa kwanza unasema yeye amepewa kushinda na zaidi ya kushinda, lakini muhuri wa pili unasema akatokea farasi mwenye rangi mwekundu, na aliyempanda alikuwa amepewa kuondoa amani, ili watu wauane. Kama tunavyoona vita vinavyoendelea, watu wanauana. Kwa hiyo hii kuuana kwa watu ni uthibitisho kwamba lile neno la kutimizwa kwa majira ya watu kuuana, na watu wakajikuta wanalia na watu wanaomboleza, na ole wao ambao hawajui kile kinachoendelea, kwamba ole ya wale watakao kuwa wanaendelea na uovu, wakati Mungu ameshaziamsha zile roho kwa ajili ya vita na matetesi ya vita. Na hapo ni kwa kifupi tu naelezea kwamba tunaona akasema akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani yake maombolezo. Hili vazi nimelivaa muda mrefu sana, mwaka 2018 kwa maelekezo niliyopewa. Nikamwambia dunia itakabiliana na maombolezo. Hili vazi nimevaa kwa ajili ya maombolezo yanayoendelea duniani, na si sasa na mpaka siku zijazo, manake bado maombolezo hayajawa kwa ule utoshelevu kwa neno ambalo manake Bwana akasema natazama akatokea farasi wa rangi ya kijivujivu. Hii ni muhuri uliokuwa unafuata. Ukisoma vizuri hiyo mwanakondoo afunguo utapata kunaelewa. Akasema tazama akatokea farasi wa rangi ya kijivujivu, na aliyempanda ni mauti na kuzimu. Akasema wauawe robo ya nchi. Kwa hiyo utaona mataifa robo kwa robo
hapa taifa hili wanakufa robo kwa magonjwa, hapa wanakufa robo kwa vita, pale wanakufa robo kwa njaa, hapa wanakufa. Mataifa ni robo kwa robo. Kwa hiyo tutapata undani zaidi kama utarudi nyuma kwenye vipindi vyangu vinavyoelezea mwanakondoo apata kufungua moja ya zile mihuri zake 7. Kwani ukiangalia muhuri wa kwanza hadi wa 7, neno la Mungu la majira na nyakati lilikuwa linatimiliza mabaya yaliyokuwa yamekusudiwa juu ya adui za Mungu, kwa mujibu wa kifungu hichi cha Yeremia 4, na ndivyo ninavyohitimisha neno la leo. Yeremia 4 mstari wa 20 hadi ile aya 23 inasema, uangamivu baada ya uangamivu. Manake nini? Kitabu kile cha muhuri kilichofunguliwa, tunaona ni uangamivu juu ya uangamivu. Yaani watu hawajamaliza COVID tunasikia vita, hawajamaliza vita tunasikia matetemeko. Kwa anasema ni uangamivu baada ya uangamivu umetangazwa, kwa maana nchi yote imeharibika. Tunaona nchi nazo zilivyoharibika kwa kupigwa kwa vimbunga, kwa kupigwa kwa matetemeko, kwa kupigwa kwa volkeno. Nchi zimeharibika. Hema zangu zimetekwa nyara ghafla. Kwa kuna zile hema ambazo Mungu alizokuwa anaamua kwamba katika hapa niweze kutulia, hema zake nazo zimetekwa nyara. Manake nini? Wanawake wa Israeli nao wamejikuta nao wametekwa nyara. Kwa sema zimetekwa nyara ghafla. Na mapazia yangu katika dakika moja, nione bendera hata lini, na kuisikia sauti ya tarumbeta? Kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili. Kwa Mungu asema ni kwa sababu watu wake au watoto wake, kama wasema watumishi, au wewe unayenisikiliza pia ni mtoto wake, umepungukiwa na akili ya kujikuta haumuulizi Mungu. Neno la majira haya tunalotakiwa tulisimamia ulimwenguni mote ni neno gani? Asema ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Lakini kama una ufahamu, ni maombi yangu Mungu akupe ufahamu kwa jina Yesu. Na anasema ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Ili kutenda mema wakati huu, ili yale yaliyokusudiwa juu ya wabaya yasiwapate, Bwana maandiko anasema bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kwamba wakati huu ni wakati wa watu kutakiwa kutenda mema. Hata kama ulikuwa umemdhulumu mtu, mrudishie kiwanja chake. Kama ulikuwa umemdhulumu mtu fedha zake, mrudishie fedha yake. Kama ulikuwa umekosana na mwenzako, upatane naye. Kama ulikuwa una matendo ya matusi, uachane nayo. Kama ni ulevi, tenda mema, ili usije ukaangamia, kulingana na uthibitisho kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na neno la maangamivu la majira na nyakati nimesha kuletea, na neno la kujua nini utake kutenda, kwamba ni wakati wa kutenda mema, ili Mungu atufiche wakati wa kutekeleza yale maneno yake, kwamba watu wataangamia, hasa wale wabaya. Kwa maana kile kitabu kinachotimiza mihuri iliyokuwa imefungwa ya watu kuuana, ya farasi aliyempanda, na ili apate kuondoa amani, watu waweze kuchinjana, watu waweze robo ya nchi wafe kwa njaa, tauni upanga. Ili utakapojikuta umepata akili katika kutenda mema, basi inakuwa ni maarifa ambayo Mungu ameachilia ili upate kutenda mema. Mungu akubariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen.